damu zao ili kuregesha ule Uislamu wa kihakika, Uislamu wa asli alikuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hii ndio itakuwa mada yangu, Muhammadin wa ali. Na hii ndio itakuwa mada yangu kwa ufupi. Lakini kwa nini huwa tunasimamisha vikao kama hivi? Hivi vikao ni muhimu. Hivi vikao vimesisitizwa na aima na zina thawabu, kama tutakuja kuona. Tunasimamisha hivi vikao ndio tujue ule Uislamu wa uhakika waliopigania ni gani, ndio na sisi tupate kuiga. Hatusomi kama viso vya watu wengine walifulela ulela, bali ni kuigiza yale waliofanya wao, na sisi tuweke haraka tuweze kuinua jamii zetu leo. Ndio takuta imepokuwa kwa Imam Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, akimwambia Fudail bin Yasar katika maswahaba zake watukufu, amwambia tajlisuna wa tatahaddathun, amuuliza nyinyi huwa mkiketi mkizungumza habari zetu? Akamwambia naam, sisi hufanya. Akamwambia inna tilka almajalis uhibbuha, hivyo vikao mimi navipenda. Ahyu amrana rahimallahu man ahya amrana, huisheni jambo letu, wala si umura na si mambo yetu. Umur ni jamu, hii ni amr mufrad, yani moja. Jambo letu, jambo lao ngani? Ni kuregesha Uislamu wa kihakika, Uislamu wa asli, Uislamu aliokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akaendelea Imam Jaafar as-Sadiq akamwambia fa inna man jalasa majlisan yuhya fihi amruna lam yamut qalbuhu yawma tamutu alqulub, mtu yoyote atakayekaa kwenye kikao chochote, kwenye kikao kile ikawa hukumbukwa jambo letu, huishwa jambo letu, basi huyo moyo wake hautokufa siku ambayo kama nyoyo zote zitakuwa zimekufa. Huko ndio kufaulu. Imam Ridha alayhi salam pia naye siku moja asema ahyu amrana rahimallahu man ahya amrana, husheni jambo letu, Mwenyezi Mungu humrahamu, humtereshia rahma mtu ambaye kwamba huhuisha jambo letu. Akaulizwa na mpokezi, vipi huhuishwa jambo lenu? Akajibu an yutaallama ulumuna, ilmu zetu zifundishwe na zisomwe zijulikane. Kwa sababu gani? Kwa sababu fa inna an-nasa law alimu mahasina kalamina ittabauna, la watu watajua utamu wa maneno yetu, ukweli wa maneno yetu, basi watatufuata. Watu mara nyingi hawajui ahlul bait kina nani. Ndio mmoja amepata habari kwa Imam Ali alayhi salam aliuliwa kwenye sijda, akauliza kwani huyu adili kwa kiswali? Kwa sababu fikra alikuwa amepewa hawa, yani si waislamu kamwe, hawa ni watu wametoka kwenye dini, wafaa kuuliwa. Kwa watu walikuwa hawajui hawa ni kina nani, lakini lao watasikia ukweli wa maneno ya Ahlul Bait alayhimus salam, ni rahisi watu kuvutiwa. Kwenye mwezi wa Muharram, Imam Ridha asema mwezi huu hata ahli jahiliya wenyewe walikuwa wakiuheshimu, ilikuwa hawapigani kwenye vita, hawapigani kwenye mwezi wa Muharram. Lakini sisi damu zetu watu walizifanya ni halali kwenye mwezi huu, ambao kwamba hata wajahiliya wenyewe wakati wa jahiliya ilikuwa watu hawapigani vita kwenye mwezi kama huu. Wanawake wetu wakafanywa mateka kwenye mwezi kama huu. Akaendelea akasema inna yawmal Husaini aqraha jufunana wa asbala dumu'ana wa adalla azizana bi ardi karbin wa bala, fa'ala mithli al-Husaini falyabki al-bakun fa inna al-bukaa alayhi yahuttu adh-dhunuba al-'idham. Hakika kumkumbuka Imam Husaini alayhi salam kumekufanya kope zetu zingie majeraha, umetufanya tutoke na matozi,
tukikumbuka vile alivyofanyiwa Imam Hussein, na hakika amekuja kupigania Uislamu wa babu yake, lakini watu wakamfanya vile walivyomfanya. Mwisho akasema kwenye kumlilia mtu kama huyu, basi watu wamlilie, kwa sababu katika kumlilia hupomosha madhambi makubwa. Kwa wakati tukimlilia Imam Hussein, hatufani ni jambo ambalo kama tumefanya kutoka na akili zetu, bali tumeamrishwa na aima, na kufanya hilo hupomosha madhambi makubwa. Utajua vile walivyofanyiwa aima, utapata kujua sera zao, utapata kujua Uislamu wa kihakika ni upi, upate kuufuata wewe, itakuwa umesuudika, yani umefaulu hapa ulimwenguni na kesho akhira. Lakini vipi? Kwa nini aima huwa wanataka tuhuisha jambo lao? Kwa nini kuna amri za kuhuisha jambo? Kwa nini mfano Mwenyezi Mungu asema qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba? Ewe Muhammad waambie, mimi sitaki ujira, mmefanyia kazi miaka yote, lakini mimi nitakalo mimi nyinyi muwapende jamaa zangu ahli albayt alayhimus salam. Kwa nini? Je, kuwapenda ahli albayt ndio ujira kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, hilo ni kweli? Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomamrisha mtu kuswali, je, ile swala ni faida kwa Mungu au ni faida kwako? Ni faida kwako ulimwenguni na akhira, kwa sababu swala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wakati leo ukiswali kisawasawa ini swala, wewe utakufanyi maovu, ufanyi machafu. Jamii ikiwa kila mtu ufanya hivi, ina maana jamii ile ni jamii imesuudika. Ni jamii wewe waweza kuota mlango wako wazi, hakuna mwenye kuingia kukuibia. Ni jamii hakuna mtu mwenye kubakwa njiani, mfano waweza kutembea kwa saa 9 usiku hakuna neno. Ni jamii hakuna zina, ni jamii hakuna machafu yote. Jamii kama hiyo imefaulu ulimwenguni, hakuna matatizo atapata ulimwenguni, na vile vile amefaulu wapi? Akhira. Na vile vile katika kukumbuka maswaib ya imma alayhimus salam, katika kuwapenda ahlul bait na kuwafuata, si faida kwao, ni faida kwetu. Sisi ndio tutafaulu hapa ulimwenguni na akhira tukifuata wao, si kwa tukifuata wao ndio ufaulu, bali ni sisi ndio tufaidika kwa kufuata wao. Kwa nini Imam Hussein alayhi salam ameona ni muhimu atoe damu yake? Kwa sababu ya kuregesha hono Uislamu wa asili. Kwani Uislamu ulikuwa umebadilika mpaka uregeshe Uislamu wa asili? Bila shaka Uislamu ulikuwa umeharibika. Wenyewe wanasema na Uislamu al-amawi al-munharif, yani ulikuwa umebadilika, bila kumekuwa tofauti. Ilikuwa lazima kuwa na kiongozi ainuke aregeshe Uislamu wa asili aliokuja nao bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tatoa baadhi ya mifano kutoka kwa Saidina Umar. Mfano tu, Muawiya alikuwa huku ni gavana huku Sham. Siku moja Abu Darda amuona atumia chombo cha dhahabu, amwambia Mtume amekataza kutumia chombo cha dhahabu. Ambaye ilikuwa fikra yake, mimi fikra yangu sio ni shida, mimi mara tumia chombo cha dhahabu, kuna shida gani? Abu Darda sasa, mimi hukwambia Mtume asema hivi, au unambia rai yako? Yani mtu ilikuwa maneno ya Mtume, maneno ya kawaida, ni kwamba yeye alikuwa rai yake na mimi na rai yangu. Akaenda kumshtakia khalifa wa pili yale aliyoona kwa Muawiya bin Abi Sufyan. Hatua aliyochukua khalifa wa pili ni kumwandikia barua tu asifanye, na tendo kubwa alilofanya kupinga maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia wakati wa Saidina Uthman mambo yalivyotokea, mpaka mwisho akauliwa, akishika Imam Ali, vita baada ya vita vya Jamal, Siffin na Harawan. Warikhuna nasema nafikiri Waislamu maswahaba wamekuwa zaidi ya 10,000. Vita baada ya vita, Uislamu umechefuka, kila mtu hufanya lake la ni sawa. Muawiya alivyoshika, basi mambo yakazidi kuwa tofauti. Mwisho alituma jeshi kwenda Madina, akiwaambia tena, hakikisheni muwatishe kweli Madina mpaka wataibai vizuri, watisheni vizuri,
fanyeni mambo makubwa mpaka watishike wa Madina watu ebaya. Wakafanya Madina mambo makubwa pale Madina, fanya mambo makubwa pale Madina. Hata kuna watoto wawili wa Ubaidullah bin Ziyad bin Abbas wako kwa mama, alikuwa amewapakata watoto wadogo, akawatinda kama kuku. Ule mama alikuwa na akili, akawahulia mpaka akafa. Yaani watu mambo waliyofanya, na hawa walikuwa ndio viongozi wa Kiislamu. Na leo mara nyingine huitwa Amirul Mu'minin kwenye vitabu baadhi ya watu. Mtume alikuwa akisingiziwa kila mahali, yani mtu kusema kala Rasulullah ilikuwa hakuna chochote. Jambo la kawaida wata kusema tu kuinuka mtu kala Rasulullah akatoa kulikana na maslahi yake, خلاص. Chungu mzima. Mmoja Sidini Malik bin Anas ameingia kwenye msikiti, mkuta khatibu zungumza, atoa hadithi asema mimi nimempokea Malik bin Anas. Mwenye ameshangaa hadithi hii, nimetaka kuisikia hapa. Iketi mve bwana ni bwana, nataka kuisikia hadithi hiyo, mimi nimempokea mimi. Sema kwani Anas Malik bin Anas ni peke yako bwana, si watele. Sasa yani ilikuwa watu mtu sigizia uzungumza atakalo. Kama mfano imepokewa kwa huyu Yahya al-Bukaa asema nimemsikia Ibn Umar, Abdullah ibn Umar amwambia mfanyikazi wake Nafi', amwambia la tukadhiba alayya, usinisingizie mimi kama kadhaba Akramatu ala Ibn Abbas, kama vile huyu Akrama al-Barbari, kama huyu Akrama alivyomsingizia Ibn Abbas. Akrama alikuwa ni mfanyikazi pia Ibn Abbas, alimtolea hadithi dala, kutoa hadithi wasema rawa Ibn Abbas an Rasulillah qala kadha, na kumbe yote ni urongo. Ibn Abbas hakuzungumza. Nyingine huyu Said bin Musayyab pia akimwambia fanyikazi kama bosi nisingizie kama vile Akrama alikuwa akimsingizia Ibn Abbas. Wakati mwingine alikuwa na mmoja katika watoto wa Ibn Abbas humpiga Akrama, akamwambia bwana humpiga hivyo? Akamwambia bwana huyu ametoa hadithi nyingi kumsingizia babangu. Sasa hadithi kama hizo zimepenya. Utasikia ukisikia hadithi ya kutoka kwa Ibn Abbas lakini ina mgongano na hadithi za aima, ujue ina matatizo, kwa sababu yeye hawezi kuwa kinyume na aima. Kuna hadithi nyingi utakuta mama aliyesema wewe utaona yeye amepokewa tofauti, lakini kwa hakika hatoki kwake. Kwa hivyo Uislamu ulikuwa umefika hadi hiyo, hadi kila moja hufanya atakalo, watu huua ovyo ovyo wala hakuna chochote. Wakati wa Yazid alivyoshika, sasa huyu ndo akamaliza kabisa Uislamu. Kuna jopo lilitoka kutoka Madina, kulikuwa na wali wa Madina kitwa Uthman bin Muhammad bin Abi Sufyan. Aliwaambia watu wa Madina, basi nyinyi mpinga huyu Yazid hata hamjui, basi tokeni wale watukufu wa Madina wende wakamtembelee wamuone, wengine mtapenda mambo yake, mtakuja mtamsupport. Basi jamaa wakaenda kule Madina, wakaenda wakirudi wakawa sasa wawatolea habari watu wa Madina, waambia jiinakum min indi shakhsin la dina lahu sharabun lilkhamri zanin qatilu linnafsi almuhtarama yulaibu alkilab. Sema sisi tumekwenda huko tuliyaona ya ajabu, tumewajia nyinyi kutoka kwa mtu, huyo mtu licha kwa ni Muislamu, kwamba ni Muislamu hata dini hana, kisha si sharibu al-khumr, ya sharibu ni mtu pengine hunwa tu kadiri, ni sharabu yani ni mlevi kisawa sawa. Zani ni mzinifu wazi wazi, hajali, huua bila kujali nafsi muhtaram, kazi yake nkutezana mbwa tu. Nasema sisi lazima tufanye bidii tumngoe ni jamaa huyu, si kiongozi afaa kuwa kiongozi. Ndio baadaye akatokea Waqiatul Hurra mwaka wa 63 nafikiri, mwaka wa 63 katika Waqiatul Hurra ni kiswa maarufu, hata mkigoogle mtakipata. Waqiatul Hurra mengia wakaua mahufadhi al-Qur'ani chungu mzima, kaua Madina. Kwa Uislamu ulikuwa umefika kiasi hicho, watu humlani Imam Ali kama Imam Ali kuwa ni kafiri, yani si Muislamu kama hulani kila khutba ya Juma. Ndio Zamakhshari yapokea asema
innahu kana fi ayami bani Umayya aktharu min 70,000 mimbar yul'anu 'alayha Ali ibn Abi Talib bima sannahu lahu Muawiya fi dhalik. Hawa kata Bani Umayya zaidi ya mimbari 70,000 ilikuwa watu humlani Imam Ali alayhi salam kwenye mimbar, kwa sababu ni sunna wamewekewa na Muawiya bin Abi Sufyan. Kuta Uislamu yani umebadilishwa, wale wenye Uislamu ndio wamekuwa ni waovu si Waislamu, na wale ambao kwamba ni waovu hawanaja Uislamu ndio wamekuwa Waislamu. Maana Bani Umayya wajulikana, Abu Sufyan aliwaambia waziwazi, talaqafuha katalaquf as-sibyan lilqurra. Sasa mshika khair, nyinyi pigeni pasi tu bana. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyo baba nu Hashim bali tutezea tu, waliteza na ufalume tu, hakuna pepo hakuna moto, waliteza na ufalume. Sasa wakati wetu tutezea na ufalume sasa. Kwa hivyo Uislamu ulifika hadi hiyo. Kwa hivyo ile kwa lazima Imam Hussein alayhi salam ajitokeze wazi, hata kama damu yake itachukuliwa, watu wake atafanya vile walivyofanywa, lakini kuhakikisha ameregesha al-Islamu al-Muhammadi al-asil, Uislamu ule wa asili aliokuja nao bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Watu pengine waweza kuwa hawajui, sikia jamaa si kitambo sema kwamba wajua al-Kaaba ndio yaheshimiwa, kwa hivyo lao mtu kwenda kuvunja al-Kaaba Waislamu wote watakuwa dhidi yake, watakuwa vipi? Watu walivunja al-Kaaba, maswahaba wako hai. Yazid alituma jeshi kuvunja al-Kaaba mwaka wa 64, maswahaba wengine wako hai. Pigwa na manjaniki ile mabomu ya moto yale, kachoma pande mwingine ukaangukilia mbali Kaaba, lakini naye akafa mwaka hono, bali wakaamua kurudi. Hawale jambo lao halikuwa yani, hawakuweza kumtoa Abdullah bin Zubair. Yani Uislamu umefika kiasi hicho. Kwa hivyo ndio Imam Hussein alayhi salam akaamua kutoka Madina mwezi wa Shaaban, sasa kuelekea Maka kuanza thaura yake, na huku akitoka na shiar kuonyesha amekuja kuregesha Uislamu wa hakika wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akitoka tuanza na aya zile, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Akitoka tu asoma zile aya kwa zinazozungumza kuhusu kiswa cha Nabii Musa alivotoka Masri kuelekea Madian, kaosema fakharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin. Katoka kifika karibu ya Maka asema lamma tawajjaha tilqa Madian qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Kuna khati iliyotokana ni khati ya Qur'ani na khati ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na shiari zake zote, slogan zake zote, lau utaziangalia vizuri utaona zalenga kuregesha Uislamu wa kihakika. Ndio pale asema jamani, Yazid rajulun fasiq, ni mtu fasik. Amwambia Walid bin Utba ni mtu fasik, ni mtu hunwa tembo, ni mlevi, huua ovyo ovyo, hufanya ufasiki wazi wazi bila kujali mtu. Mithli la yubayu mithlahu, mfano wangu huwezi kubai mfano wake. Si mimi tu, kila anayefuata khati ya Uislamu wa kihakika hawezi kumbai mtu aliyoko hivi, hawezi kumbai mtu aliyoko hivi. Katika slogan zake asema fa'ala al-islami salamu idh buliyat al-ummatu bira'in mithli Yazid. Uislamu basi tupigeni salamu, kama kiongozi takuwa ni Yazid, ile mambo anayoyafanya Uislamu tupigane salamu, kwa sababu si Uislamu itakuwa sasa kwa dini nyingine, hii ni mpya. Katika maneno yake muhimu, wa inni lam akhruj ashran wala batra wala mufsidan wala zaliman wa inma kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asira bi sirati jaddi wa abi Ali. Mimi sikutoka kwa sababu ninapupa nataka uongozi, au kwa sababu tu nina kibri nimetakabbar na neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kwa sababu nataka kuleta ufisadi katika jamii, au kwa sababu nataka kufanya dhulma yoyote, lakini nimetoka kutaka kuleta islah. Kwa sababu umma ulikuwa umebadilika, Uislamu umeharibika, lazima utengezwe, umma utengezwe.
ndio islah katika umma wa jadi yangu. Nitafanya nini? Nitaamrisha mema na kukataza maovu, nionyeshe watu haya ni maovu, Uislamu umekataza. Haya ndio yaliokuja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio akasema wa asira bisirati jadi, kwa sababu katika kufanya haya yote lengo langu ni kutembea ile sera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani alislamu almuhammadi alasil. Hono Uislamu wa Muhammad ni upi? Uliopokewa na babangu Ali bin Abi Talib, ndio wa Abi Ali. Ndio Uislamu wa kihakika uliopita kutoka kwa Mtume ukaingia kwa Imam Ali ukaja kwa Ahlul Bait alayhimus salam. Huo ndio Uislamu wa kiasili, ndio Uislamu wa kihakika kulingana na maneno yake Imam Hussein. Katika shiar zake, slogan zake akisema ala wa inna ad-da'i ibn ad-da'i laqad rakaza baina al-ithnatayn baina as-sillati wad-dhilla wa hayhata min adh-dhilla ya aballahu dhalika wa rasuluhu wal mu'minun. Huyu da'i mpaka nasaba yake haijulikani, inasema ni mwana haramu. Nasaba yake alisema babake aitwa lakini Ubaidullah bin Ziyad, huyu Ziyad kitwa Ziyad bin abihi. Wengine wasema la, hii amependelewa yeye azidi, pia yeye kizazi chake kina matatizo. Sema yeye ametutauza mambo mawili, option mbili ametupa. Ni ima sisi tukatae uongozi wake tuuliwe tufe, au tukubali kufuata uongozi wake madhalili, tupige magoti mbele ya dhalim, tufuate vile anavyotaka yeye. Na sisi kufanya madhalilifu, kupiga magoti mbele ya dhalim, sisi hatuwezi, hilo kwetu halipatikani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ukiangalia yani tarikhi yote, wakati hakuna mbakisha dakika 5 nafikiri, lakini ukiangalia sera yote Imam Hussein alayhi salam kutoka mwanzo mpaka mwisho, ilikuwa slogan zake zote ataka kuregesha Uislamu wa asili wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hapa naomba turudi tu kwetu kidogo, tuanze kuangalia application ya kwetu vile kulivyo. Tuangalie haraka ya Karbala vile inavyofanya kazi hapa pia. Wajua Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, alipopigana Uislamu wote kenda Madina kuleta masharia zote aliyoteremshiwa na Bwana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwisho akaenda kuikomboa mukaddasa katika mukaddasat za Kiislamu, nayo ni Al-Kaaba, nayo ni Makkah. Kenda kafutahi Makkah. Ndio Imam Khomeini Quddisa sirru, wakati alivyosimamisha dola la Irani, haraka yake maarufu akisema hii haraka ni haraka ya Karbala kuregesha Uislamu wa asili, ndio slogan yake ilikuwa. Asema hata hiyo demokrasia wanayopigania wazungu, sisi tutaka kuonesha demokrasia ya Kiislamu ya kiasili, tuwafundishe demokrasia kama ni demokrasia atakayofanywa hivi, Uislamu wa kiasili. Lakini katika kuregesha Uislamu wa kiasili, mwisho ni lazima turegeshe Masjid al-Quds, kwa sababu ni mukaddasatina, ni katika mukaddasati zetu, lazima iregee mkono wetu. Huo ndio Uislamu wa kihakika. Upiganie kuregesha Uislamu, na mwisho ni lazima ile mukaddasa min mukaddasat lazima ziregeshwe kwenye mikono ya Uislamu. Ndio Imam Khomeini mwanzo tu akianza, haijapita muda mrefu ikawa kumeka Quds ile kuitetea Quds. Lakini utakuta vile vile kama ilivyokuwa wakati wa Karbala, watu walikuwa hawajui, wengine wakitoa hawajui kama Ali alikuwa kiswali, watu wakiamua kulani kila mimbari kwa ni mtu mbaya kulikweli. Watu wakasema Hussein mwenyewe ametoka kwenye toa ya kiongozi mwadilifu Amirul Mu'minina. Vile vile ndio mambo yanavyoendelea leo ulimwenguni. Mambo yanaendelea leo ulimwenguni, utakuta hutiwa aya mbalimbali kuhusu Mashia, kuhusu Irani,
Kwa nini? Kwa sababu hizi vita ni vita vya ideology. Watu watakuhakikisha hii nadharia ya Imam Khomeini isive, na kitaka isive lazima tumwangushe Uirani. Hata hizi kina Hizbullah, kina Houthi hawa Yaman, ile iliyoko Iraq, zote zinasapotiwa na Houthi. Kimwangusha Houthi zote zitaanguka. Zikianguka ile haraka itaanguka, Quds haitoregea kwa Waislamu, na wao itakuwa wametawala ulimwengu, watafanya watakalo ulimwenguni. Mwisho ni kusema ni kwamba sisi wakati tukisoma sera ya hawa maimamu wote, haswa Karbala, ndio utakuta Said Ali Khamenei, Sayyidul Qaid, Mungu ampe umri mrefu, katika mazungumzo yake, kama mkosikize khutba zake akizungumza, alikuwa anazungumza wazi kuwa sisi ni Karbala. Karbala ina mafunzo mengi sana katika kuhakikisha umesimamisha haki na kuondosha dhulma, na kuhakikisha kuwa umeregesha Uislamu wa kihakika kupitia kiswa cha Imam Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin li Muhammad. Kwa hivyo diaya utakuta wengine wasema Irani na Mayahudi, zile vita ni kiswa tu, ni sinema tu ile imetengenezwa, lakini si mambo ya uhakika. Wengine kila mmoja utia dia zake, wale mashia ni makafiri, wale wako pamoja, wale hivi. Watu wamepoteza viongozi wao, kina Said Hassan Nasrullah ameuliwa, kina Qasim Suleiman, kina Salami, viongozi wakubwa, lakini watu kwamba hii ni sinema tu, kwa sababu lazima kutiwe diaya ndio watu wasiwaunge mkono, ndio haraka yao isiwe kama ilivyotiwa diaya wakati ule wa aima, ili hawa si wazuri, watu hawakufuata. Ndio utakuta Imam Hussein amepata watu kidogo 72 tu, na ndio leo mabata tukiwa ni wachache, tusapotiwa na wachache, lakini madamu ni haraka ya haki, basi ni haraka inshallah itafaulu. Mwana dakika zimekwisha, tunasema inshallah tutakoma hapa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.